Habari ndugu mtazamaji wa chaneli hii ya Sanduku la Habari, na hivi leo nakuletea habari kuhusu Dr. Slaa aliyeweza kukamatwa kwa kosa la uchochezi na matumizi mabaya ya mitandao, na amekaa mabusu muda mrefu sana, na hatimaye hivi sasa amerejea, na hivi leo anaelezea kuhusu mchakato mzima, namna alivyoweza kukamatwa mpaka kufikishwa mabusu, nini lilikuwa kosa haswa, nini kiliendelea na nini kilifanywa yeye kuwekwa mabusu kwa muda mrefu huo. Na mtazamaji, hii ni sauti ya Dr. Slaa akielezea namna ilivyoweza kuwa. Baada ya kuachana mimi usiku ule niliendelea na shughuli zangu kama kawaida, kama nakumbuka vizuri. Sina hakika kama usiku ule niliingia hata kwenye mtandao wote, nadhani sikuingia. Lakini baadaye kwenye saa sita na nusu hivi, tuseme nadhani kuelekea saa 7, ndio vijana walipokuja wakaniambia kwamba kuna askari wameingia ndani. Tumewafungulia kwa sababu wametulazimisha tuingie ndani ya geti langu, sio ndani ya nyumba, lakini ndani ya kwenye uwanja wangu ndani. Kwa hiyo walifungua geti kubwa, na mimi nika baa kidogo kwa kiwango cha kuweza kutoka tu, kwa sababu sikutegemea kama ni kitu cha kwenda kuchukuliwa kuondoka na mimi. Kwa hiyo nilipofika wakaniambia tumekuja, bahati nzuri ni watu nawafahamu, ni askari ambao kituo chao cha karibu, lakini ni pia maaskari ambao ndio walinipeleka Mbeya wakati ule wa mwisho nilipopelekwa Mbeya. Kwa hiyo tunafahamiana. Kwa hiyo wakaniambia tumekuja tena. Nikamwambia sawa, mnahitaji nini? Wanasema tunataka kuondoka na wewe. Nikamwambia hamna shida. Wakaniagiza niwape simu yangu ili wapekue kwenye simu yangu, pamoja na kupekua ndani ya nyumba kama kuna equipment zingine za electronic. Kama unakumbuka, vitu vyangu vingine vyote tangu wakati ule hawajanirudishia. Simu nyingine pamoja na kompyuta yangu pamoja na laptop yangu na iPad yangu zote zilikuwa mikononi mwa polisi toka mwaka jana. Hayo hayajarudishwa bado mpaka leo. Kwa hiyo wakataka mengine, nikamwambia na yale ya nyuma hamjanirudishia bado, nataka kuchukua. Na nadhani hilo swala halitafika mwisho, nitaendelea kuwafuatilia. Ni makosa kwa polisi kuchukua vifaa vya watu. Sheria inataka wachukue kopi ya kitu wanachotaka. Nadhani watu wetu lazima wasome sheria vizuri. Lakini la pili, nadhani lazima sasa tubadilike. Kwa mfano, simu siku hizi sio tena kama zamani ilikuwa ni chombo cha mawasiliano. Simu leo ni benki kabisa. Kwa hiyo wakataka kuchukua na nikataka kuwakatalia, lakini baadaye wakalazimisha. Kwa hiyo nikawakabidhi. Sikutaka kuwa na vurugu, nikawapa hiyo simu, wakachukua. Kwa hiyo wakaniambia tunaondoka wote. Basi baada ya kukagua nyumba tukaondoka, tukapanda kwenye gari, wakanipeleka kituo cha Mbweni, na asubuhi yake ndio nikapelekwa kituo cha Oysterbay. Bahati mbaya macho huwa hayana pazia. Wakati nimepelekwa Mbweni ndipo nikamuuliza aliyenikamata kosa ni nini. Akataka kunikatalia, lakini mimi nilishaona. Nikamwambia hiki kilichoandikwa ndicho. Akaniambia ndio, ni kosa, ni uhaini. Sasa kama ni uhaini, nilijua kwamba haina dhamana. Kwa mimi sikuhangaika tena na mambo mengine. Nikasema sawa, ile la juzi kosa lililoandikwa kwenye karatasi niliyosaini ni uhaini. Wakati nimekamatwa, nimepelekwa, nimelazwa mpaka leo, mpaka kesho, na mpaka nimetoka sijasaini hati ya mashtaka nyingine. Nimesaini moja tu, na hiyo moja niliyosaini ni uhaini. Ndio maana nasema mpaka kesho kutwa kilichofanyika ni mchezo wa kuigiza. Kwangu mimi naona ni mchezo wa kuigiza. Kwa hiyo mimi nikalala kama kawaida, nikachukuliwa ile saa 5 napelekwa sijui wapi. Asubuhi ya siku ile ni siku niliyoamkia. Siku ya kwanza hiyo niliyoamkia nayo, maana nimefika kituoni saa 7. Sasa asubuhi yake saa 5 ndio nikapakiwa kwenye gari. Tena gari ndogo, sikuwekwa kwenye karandega, nimekaa kwenye gari ndogo tu vizuri. Hawakuni mistreet, sikupigwa, sikufanywa chochote. Labda hilo ni vema nikasema, kwa sababu taarifa nilikuta kule gereza mahabusu baadaye wenzangu wanapokamatwa huwa wanapigwa sana. Niseme mimi sikupigwa. Labda niseme pia sababu moja ya kutokunipiga ni kwamba kwanza najua haki zangu, lakini la pili kabla sijachukuliwa na kuondoka nao
mimi nilifanikiwa kutoa taarifa kwenye Sauti ya Watanzania. Kwa hiyo immediately, haraka sana, kwa immediately dunia nzima ndani ya dakika 2-3 walijua kwamba kuna kitu kimetokea na dunia nzima ikaanza kupiga kelele. Kwa hiyo nadhani ni kilichoniokoa, sikufanywa chochote kibaya. Lakini kitu ambacho ni kiseme hapa, nadhani hawakunitendea haki kwa sababu waliniweka kule Oysterbay toka hiyo saa 6 hivi tumefika mpaka karibu ya saa 9 na kitu hivi, ndio kwa mara ya kwanza wananiambia kwamba tunakwenda mahakamani. Hawakunipa haki ya kutafuta wakili wangu, hawakunipa haki ya kujulisha ndugu zangu haki zangu za msingi. Hilo ni kosa kubwa sana, kwa sababu haki ya kwanza ya msingi ya mtu anayekamatwa ni kujulishwa tangu ule usiku wa jana. Labda kwa sababu walijua kwamba mimi nimechukuliwa nyumbani, kwa hiyo hapakuwa na agency ya kujulisha vijana wangu wa nyumbani, wanajua kwamba nimechukuliwa na polisi, labda sababu hiyo. Lakini nilitakiwa kujulishwa ili kupewa nafasi ya kujulisha wakili wangu. Kama dakika 10 kabla ndugu yangu, mkwe wangu, kijana ambaye amemoa binti yangu nilimlea mimi, ni wakili. Yeye alipata taarifa sasa, nadhani kutoka kwa vijana wangu wa nyumbani, wale wakamjulisha. Kwa hiyo yeye akafika. Yeye alipofika ikawa imebaki kama dakika 15 ndio nikapandishwa kwenye gari, ndio tukaondoka. Lakini yeye nadhani sasa akatumia njia zake, kwa sababu ni wakili, akawajulisha wenzake. Ndio maana nilipopelekwa tayari kulikuwa na mawakili 3-4 mahakamani. Kwa hiyo ndio kilichotokea. Lakini mimi kama polisi hawakunipa haki ya kutafuta wakili wangu. Kosa ambalo watu wengi wanajua, umetaja ile uhaini hapa, ni kama nimekuwa surprise. Nafikiri hata wanafuatilia wamekuwa surprise, kwa sababu kosa ambalo watu wengi wanalijua ni wewe kutoa kauli ambazo ni za uchochezi na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Ilikuwaje? Yani ilibadilika kwenye mazingira gani? Ni kweli mimi mwenyewe nimesikia kosa hilo na ndilo lililosomwa, lakini nililoona mimi kwa macho yangu, kwa hati niliyosaini mimi pale Mbweni nilipolazwa kituoni usiku, lakini nimelazwa pale, na ili nilazwe pale walinisainisha ile hati ya kukamatwa, na wakati wao wameshafanya seizure ile hati ya kukamata mali zangu, yani ile simu yangu walishachukua, wakanisainisha hati ya kukamata simu, na hati ya pili ni ya kulaza, ya kuwekwa ndani, ile ambayo ningepaswa kutoa tamko. Sasa tamko lenyewe mimi nilikataa kulitoa. Watu labda hawajui, lakini niwasaidie pia wale ambao hawajui. Unapopewa hati ya tamko, kuna mambo mawili unatakiwa kufanya. Kwanza, kuna haki zako za msingi lazima wakupatie. Haki za msingi ni kujulishwa shtaka lako ni nini na haki yako ni izipi, lazima kusomee. Kwa hiyo haki ya kwanza ni mimi kukubali au kukataa kusaini mbele ya polisi. Manake unaweza kukataa kusaini mbele ya polisi, unawaambia kwamba mimi nitaenda kusaini hiyo hati ya mashtaka mahakamani, yani nitatoa tamko langu mahakamani badala kutoa kwa polisi. Kwa nini nilikataa? Nilijaza tu ile sehemu ya lazima ambayo ni majina yako, taarifa yako, unakaa wapi, dini yako, nadhani ni hayo tu ya msingi. Mengine yote ambayo yangehusiana na kile ambacho wanadhani wananikamatia nikakataa kusaini. Kwa hiyo hilo sijasaini mpaka kesho, mpaka nimetoka. Hata walipeleka mahakamani sikusainishwa chochote, wala hata mahakamani sikuulizwa. Maanake hatukufika kwenye hatua ile ya kuuliza kusomewa shtaka. Kwa hiyo hilo ndilo naloweza kusema. Sasa baada ya kusomewa hati ya uhaini, kesho yake mahakamani ndio nikaja kusikia mbele ya hakimu. Sasa ndio nikaja kusikia kwamba ninashtakiwa kwa kutoa tamko kwenye mtandao. Lakini taarifa zangu zinaniambia, hata wao wenyewe baadaye wakashangaa, kwa sababu mimi kwa karibu miezi 10 na kitu, ndio mara ya mwisho nimeingia kwenye mtandao wa X ambayo siku hizi mnaita Twitter. Nimeingia karibu miezi 10 iliyopita. Kwa hiyo wala siku hiyo wala siku 2-3 kabla yake sijawahi kuingia, kwa sababu akaunti yangu, nadhani unajua, ukikosea inaandikwa kwamba umefutwa, umekataliwa kuingia.
Mimi si mwanachama hai kwa zaidi ya mwaka mmoja sema. Sasa sijui hilo tamko nilitolea wapi.